alafu pesa zake zimsaidii. Amen. Nikamwambia nimekusamehe na nimekurudishia nyota yako na uende ufanikiwe. Sasa aanzie kwa mambo yake ya medicine, condition aliyokuwa nayo na ile ripoti ambao hospitali imesema sasa. Alafu kama Mungu amemfungua kiuchumi kwa hizo wiki mbili, si ni wiki mbili? Kwa majina naitwa Gilbert Mugeni na mimi kwa ajili ya wenye wanasikiza niko hapa kwa kusema ukweli na kusema ukweli kabisa. Kitu ya kwanza, mimi ni mtu wa miaka 58. Mchungaji ni ndugu yangu mdogo, nasema ukweli. Kitu ya pili, mimi ni msomi. Nimehitimu na PhD ICT. Niko na diploma 20. Niko na certificate 70. Na degree ngapi? Certificate 70, diploma 20. Na niko na CV. Mwenye anataka kuona CV niko nayo. Na mimi nilitaabika sana baada ya maneno nilifanyika kwa radio station na TV. Na sikujua sababu ilikuwa gani. Ungekuwa na time ningetaka pastor afunze. Kwa sababu nilijaribu kutoa sacrifice kivyangu lakini sikufaulu. Nikajaribu kufuata pastor, sikumpata. Lakini mwishowe Mungu akaniona kania. Lakini wakati nilikuwa naenda kuona pastor, nilikuwa nimegonjeka, nimebaki kwenda. Mpaka nilikuja siku moja nikakaa pale, nikamwambia mimi naugua mauti pale. Lakini wakati pastor alikuja, mdomo wangu ilikataa kufunguka kama nimekaa pale. Hapo 7 Oktoba pata hiyo clip. Uliniuliza mara 3 shida yako ni nini, lakini sikuongea. Mdomo ilikataa. Pastor, wakati huo nilikuwa naugua kichwa, nilikuwa nimepoteza akili yangu. Hata wanafunzi wenye nilikuwa nafunza singekumbuka majina yao. Nikishafunza nasahau majina. Nilikuwa na ugua kidney na nilikuwa na kidney moja. Ilikuwa imefika 20% performance. Liver ilikuwa inaenda. Sasa iliniuma, ikaniuma, nikaenda hospitali zote, nikaenda Karen Hospital, nikaenda hata kwa mganga sana bibi. Sikusikia nafuu kwa hapa leo. Sasa the turning point ilikuwa hivi. Nilikuwa na scroll kwa YouTube. Nikaona mama mwingine, wacha nimuite hivyo utanisamehe. Mama mwingine alikuwa amevaa nguo nyeupe with a red patch up. Na alikuwa anasema kuanzia leo shida yako inaweza isha yote. Kasema na huyu mama mwenye anasema hivi na mimi nimezunguka kila mahali, huyu ni nani? So I asked one of the people I knew, mwenye alikuwa anaomba naye, hata sikujua alikuwa anakuja hapa. Akaniambia huyo bibi wa Ezekiel Odero. Na sisi pastor, acha nikwambie vile mimi nilikuwa najua, sikujua tofauti ya Ezekiel na Mackenzie. You never knew the difference. Sikujua tofauti ya Shakahola na Mabueni. I'm very sorry for that. Na hii nitasema, na kila mtu mwenye hapo kwa serikali anajua, kuna cases zenye zinaitwa high profile. Na hiyo kesi inaweza kukupatia promotion. Ukienda interview useme mimi ndio nilihandle the case fulani high profile, unaweza pata promotion. Kesi yako ilikuwa moja, so called high profile. Wengine naomba msamaha. Lakini nikitoka hapa, wakati ulikuja ukaniombea hapo, ukasema umenisamehe na umenirudishia kazi kubwa kuliko ile yenye nilipoteza. Mchungaji, nikasema huyu pastor anajua mimi nilikuwa napata pesa ngapi mahali nilitoka.
sababu ilikuwa ukichukua half a meter ilikuwa nimeruka kidogo. Sasa atanirudishiaje kazi yenye nashinda yenye nilikuwa nafanya? Ananirudisha kwa UN ama wapi? So immediately I came from here, nilienda Karen kupimwa pressure, wakapata pressure normal, wakapata cholesterol too low, hata walisema stop the drug. Kidney function normal, liver function normal. Makaratasi iko hapa. Conclusion, normal abdominal scan. What is something one? Kulingana na medical report, abdominal ultrasound yalifanyiwa na the final the conclusion normal scan. Baya kufa sauti hata hizo pale zipunguze kiasi. Si usisome liver soma, spleen soma, gallbladder soma. Itasaidia mwingine, si ndio? Tukisema normal mwingine hatajua. Abdominal ultrasound organ liver normal, conduct normal, the bile duct no lesions, spleen normal, conduct no lesions, pancreas normal, GB normal, the right kidney is normal, in the front no lesions, no nephrosis, left kidney is absent. Conclusion. The urinary bladder wall is normal, measures 2.2 mm. Conclusion, normal scan. Normal abdominal scan. Yes. Situmpe Yesu makofi mazuri. Lakini nilimwambia nimekuombea hapa na imechukuliwa na kamera, utarudi hapa na utadhibitisha kwenye kamera. Nilimwambia mimi ndio nilimpiga na magonjwa. Nilimwambia hivyo na nimezitoa na nimemsamehe, lakini wale wengine bado nimewapiga na magonjwa na nimeziweka hapo ili wakufe. Bwana Yesu asifiwe. Nilimwambia nimemrudishia roho yake ya kufanikiwa. Hapo na testimony kuhusu. Kuna kitu kingine yule anataka kusema. Wameongeza hapa wakasema, yani walikuwa wamemrefer, but after hiyo diagnosis wakasema opinion for referral was false. Opinion for referral was false. Was false. Yes. Nani anaandika it is false na wao waliandika? It is unnecessary. It is nullified. Yes. Okay, nyinyi ni wasomi mnajua kizungu kutuliko. Sisi ile kizungu tulishika hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Now, concerning your financial condition, now you ameniambia basi angalia tumbo langu. Liko sawa, sina shida tena. Na alizaliwa na figo ngapi? Na hiyo figo ilibaki na 30%. Saa hii figo yake kidney is normal. Okay. Nitaenda haraka kidogo. Nilifuta kazi yangu mwenyewe bila kujua sababu. Lakini uliniambia ulinifuta. Nilifuta kazi. That was December 2024. Nikishatoka hapo nilikuwa na bahati nikapata kazi ya walimu. I became a senior lecturer in one of the universities. Shida ilikuwa I was losing my memory, so singeendesha gari. Si young man alikuwa anaendesha gari na nipikia chakula kwa hiyo university. Singefanya chochote. Mungu ambariki.
Pesa nilikuwa napata lakini hazisimami because my outpatient limit was 300,000. So ilikuwa hata nikienda hospitali like 1 month nimemaliza allocation. So I start using my money from the pocket. I never had any money. Nilikuwa nalala chini kwa mattress. You know, with him sharing that particular place which was outside Nairobi. So wakati ulikuja ukasema umenibariki, nikitoka hapa nikiingia Nairobi na SGR that same morning an engineer that I have not talked to for 2 years akanipigia simu. Akaniambia, daktari, we have not talked for long. Like, I'm here now. We are applying for consultants at the UN na tumeona you are going to be the lead consultant for telecommunications. Please send us your CV. Nikatuma CV that morning. Mchungaji abariki kazi yangu. Hatutaanza kazi. Kwa wiki ngapi? Kwa wiki ngapi? Mungu amemrudishia afya yote, maisha yake ya kiuchumi yote. Mchungaji, nilikuwa nakuja hapa na SGR. I was even struggling. SGR itaniwacha. Nimekuja na gari yangu, iko hapo bila jasho, bila matatizo. I didn't even fuel it. You didn't fuel it? I did, because I just got a few passengers that were coming to Mombasa. You are fuel hiyo gari, iko hapo. Na pastors, sijui kama nitarudi nayo sababu immediately I arrived at home. One of the tax guys that used to take us from SGR paka hapa, na nilikuwa nimepiga naye story kidogo, akaniuliza ile gari yako iko wapi? Nikamwambia ile gari KBT, not KCT and not KBT, imekuwa overlapped mara mbili, but it looks new, iko hapo nje. Akasema kuanga napata wageni saa zingine wenye wataki kufinyana kwa Nissan, is it available itoe watu SGR ilete Mavueni? Nikamwambia nitakuja nayo. Basta nimekuja na hiyo gari iko nje. Mavueni SGR limousine special. Now, something very surprising. Since I stopped buying that medicine, nimefanya renovation ya hiyo premises, nimefanya kila kitu. Pesa haifunguki kwa account. Pesa haifunguki kwa account. Haifungui kwa account. Pesa haifunguki kwa account. I eat anything I want to, I buy anything I want to buy at any given time. But wacha niwafundishe kitu. Niliwacha kazi mbili zenye nilikuwa nifanye. I want to mention them, but the spirit told me to deal with that person. Don't deal with the other person. Nikawacha kabisa. Moja ilikuwa kwanza ya mzungu. Hii bicycle za stima. I just got a discouraged. So kazi napata ile yenye nataka, nafanya whatever I want to do at the right time. Bwana Yesu, nimebariki huyu mara nyingine tena mbele ya watu. Na naporudi hapa itafanya wengine waingiwe na hasira takatifu na watakugeukia zaidi, kwa sababu unamuinua tena kiwango kingine kwa muda mfupi sana. In Jesus name. Amen. Nimeona. The director is you. Mtambe Yesu makofi mazuri. Mtambe Yesu makofi mazuri. Amini, amini nakwambia. Yeye aliye mwamini Bwana. Amini. Zinazaliwa.
0 gunia na nyingine ni mkebe. Lakini mwanadamu, kwa hivyo nilikuwa namaanisha nikimwambia mimi ndio nilikutupia magonjwa, niko na wenzake wote wengine bado nimeuma mbele, sio kwa ubaya. Bwana Yesu asifiwe. You know why I'm doing that? Ili mtu mwingine asije akaamuka akapiga nyumba ya Mungu bila sababu. Unajua niko na records za wale watu waliokuwa wanafanya wapi wakati nilikuwa na shida. Nimebakisha watu wawili ambao ninawafunga kazi rasmi. Kitambo ifike next year watakuwa wako jobless. Wengine wote hawako kwa sehemu zao. Hata wale walipigwa transfer ninawatoa. You can climb your business or job ladder by sacrificing something. The church. Mimi niko hapa tu. Sana sana hii mfungo wangu hii inaenda kupiga mtu off. Mimi sina ubaya na mtu. Amen. Yeye ni mtu wa pili wa kuniomba msamaha. Wangapi? Lakini walikuwa wengi. Idara ya polisi, idara ya CID, idara ya DCI, idara zote natoa watu kazi. Idara ya siasa nafuta watu wote. Na nilisema kila mmoja Mungu anamuendea yeye individually na nyumba yake. Unajua nimesema idara ya polisi. Nilikuwa hapa na OCPD, nilikuwa na OCS, kitambo OCPD hawe hapa, CDCI hapa. Hapa mapolisi walikuwa wanalinda kila siku. Wanakunywa juice kwa nyumba yangu. Na wabariki, maana ni walikuwa marafiki zangu. So wao ndio walikuwa waambie serikali ukweli wa hapa. Si ndio? Si mwambie serikali, huyu mtu hata kama mnasema hayuko hivyo. NIS wanajua. Walichukua uchunguzi wote wa Safaricom kama nimewahi enda huko, nimewahi wasiliana. Hakuna. Ati unasema we are going to the church na we have freed over 100 people who are held within the premises and we have closed down the church. I'm coming to close down something. Nilikuuliza kiongozi aliyekuwa ananiweka seli, nikamwambia unaniambia unanifunga, unachunguza, si ni kwa. Nikamuuliza, akaniambia wewe umeshtakiwa na mtandao. Nikamwambia hiyo ndio kitu ulisomea, unachunguza hivyo. Na akaniambia kwa sababu ya hiyo ingia ndani. Sasa kama aliniingiza ndani, mimi namtoa nje. Kila mmoja na mamlaka yake. Mimi mamlaka yangu yanatoka mahali pengine. Si nimetoa magonjwa kwa yule. Kwani yule mtu hakuwa mgonjwa? Hakuwa mgonjwa. Ukiona nimefanya hiyo na nimesema na kukujia, kukujia. Nimekwambia leo na kuwekelea mkono na is a very large premise. Hauwezi kugada all these thousands of people. Serikali ikupe ruhusa bila surveillance ya serikali, and it is very important. Serikali ichunguze jinsi ambavyo unadili na maelfu ya watu for the security of a nation. Very important. Kila mahali
tunakuwa na watu kama hawa. Ni lazima kuwe na askari, lazima kuwe na NIS, lazima kuwe na DCI, lazima kuwe na CID. Every department wawe hapo. Wengine wanakuwa planted hapo, wanakuwa asha, wengine wanakuwa wapenda kazi, lakini anafanya na serikali. Unaongea na yeye, anafanya na serikali. That is recommended and it is very healthy. Huwezi kusanya maelfu ya watu hivi na hakuna mtu anajua unawapeleka. It is very important. And I encourage the government for that. Wafanye everywhere. Lakini nilipigia unafunga TV yangu kwa nini? Anaambia tumeifunga. Na mimi nikifunga pumzi. Ninakupa tu ukipumua ukienda kufa tu. Na tena ninakuombea kufa huko mbele karibu miaka 3 ndio usijue mimi ndio nimekuua hapa. Naweza nikakupa hata miaka 5 hata 7. Na ninapanga hapa Mungu. Hii pumzi ninatoa oxygen. Atafute mapafu inafeli pole pole. Tumbo inafeli pole pole. Kichwa wewe ukitibu hii nyingine inaanzia huko. Na nimefinya na hapa. Naweza nikaamua tu nikakutupia chaos. Ulali wewe. Kila kitu kimeharibika, haulali. Na niko hapo unaniona mimi napanda ndege naenda zangu narudi. Siku ile umeamua kuniwinda, unaamuka na wazimu hujawahi ona. Nilimwambia Mungu nitafanya vitu vyote live. Kama Mungu anaponya mtu, iwe live, isiwe recorded, uende udanganye watu. No, hajapona, amepona. You are dealing with people's lives. You can't lie to people. Sasa nimeita hawa vijana, si ndio? Sinawafundisha, sinawaombea. Siku ile unakuja kutestify. Wewe mwenyewe tu. Na testimony yako. Si umekuja wewe. Ile Mungu amekujalia unakuja tena wewe. Mimi Mungu that is how the gospel should be. Amen. Amen. Hilo neno nililoliweka hapo liko hapo tu, halitoki. Kwamba nimetuma Mungu kwa kila mtu aliyehusika kwa kuumiza nyumba hii. Mungu atafute yeye na jamii yake. Individual saa yake kivyake, akimalizana huyu anakuja, akimalizana huyu anakuja. Hata kama unafikiria yako bado. Nilimwambia Mungu, nilipiga magoti pale nikamwambia Mungu, kama haya yanayofanyika hapa ni wewe ndio unafanya, basi nakutuma huko kwao. Amen. Unaogopa, usiogope. Usiogope. Mimi ninaamini development ya nchi. Hiyo ndio maana ninatoa tax. Hata nyumba mahali ninalala, si ni ya kanisa. Niliandikiwa toa tax, natoa tax. Hiyo nyumba ya kanisa iko na title ya kanisa. Natoa tax. Nikamuuliza, zile makanisa mengine mnatoanga tax? No, toa tax. Hata wewe mwenye tax huko. Wewe uliyekuja ukaandika nitoe tax na kutoa tax. Uliyetumana ofisi mahali walitoka Mombasa, sijui kama walitoka Kilifi, walitoka Mombasa. Ukasema mwambie atoe tax hata kama ni ya kanisa, nami nakutoa tax. Ukijenga nyumba ya maana Mungu hakuniita. Ile nyumba ya maana unaweza kuishi ni ya kuku ama ni ya mbwa.
nalipa tax mpaka leo kwa hiari yangu. Hiyo ni haki kabisa. Lakini ile fanya hivi, andika, fanya hivi, andika. Na unajua vizuri niko innocent na unanifanyia hivi, nami nitakukujia saa yangu tu. Saa yangu. Every person, kama vile watoto wangu walilia na mamangu akapigwa na ugonjwa wa kisukari, ilibidi awe resuscitated ndani ya gari kwa sababu ya kile umenifanyia. Uwe idara ya polisi, idara ya mambo ya radio na wapi, idara ya DCI, ulikuwa idara gani? Sababu everyone afanye uchunguzi, sio? Hata kama ulikuwa nani, sehemu gani. At the appointed time. Naweza nikakuwekea hata miaka 4 ndio usijue. Mungu huyu nikimpiga sahihi atajua ni mimi. Usukumia miaka 4. Unapigwa na offside nyingine ujaiona. Lakini ukiunganisha hizo dots utajua hii nilipigwa na Ezekiel. Sinaombea watu kansa wanapona. Ni kweli wanapona. Sasa kuchukua kansa ya mtu pale nikupe wewe itanishinda. Sina kujua na hata jina lako na kazi yako. Nakupa kansa nyingine ambayo haiponi. Inakushika tu macho yote mawili. Madhabahu ya Mungu yapewe heshima. Jinsi ambavyo inaheshimu wengine. Huyu mtu amekuheshimu. Mimi naheshimu nchi yangu. Mimi naheshimu. Naipenda sana. Ndio maana sikutoka Kenya. Siwezi toka na sitatoka. Mimi napenda nchi yangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yaani, hiyo topic ikiguzwa tu naingia kule na inanitatiza. Babangu alikaa kama bubu, unamuongelesha usikii, anashtuka tu. Yaani mzee anashikwa na wazimu hivi. Kuna media station ilinitangaza na inajua inadanganya. Pia naizima. Nilisema kila idara. Na vile nitaizima utajua. Unaweza utazimaje media station? Wacha izime kwanza alafu ujue. Mungu za Mungu ziko na uwezo wa kufanya vitu kwa njia ambayo huwezi jua. Wewe imagine wangapi wanategemea hapa kukula. Wale watu wanafanya kazi hapa. Na hii eneo inasaidia Kilifi County kiwango gani? Ilifikia wakati ambapo material ambayo tunanunua kwa ujenzi. Mpaka county na vile nasema pastor. Kwa tax kwa kununua materials inasaidia hii county kwa kiwango. We pay tax to the government over 2 million every month as a church. It is our responsibility. Na sitaki nitolewe hiyo. I'm a responsible leader. Huwezi epa taxation. You're a responsible leader. Ukiepa, nani atajenga nchi? Kuna mtu anajenga nchi? Hakuna. Hii nchi tunaijenga sisi wenyewe. Lakini huwezi kwenda kutax nyumba ya pasta mahali analala. Kuna businesses hapa za kutax. Shule, wapi, hoteli, wapi, zote. Namuuliza, are you serious? Ananiambia tunakuandikia. Nikamwambia mimi nilikula kiapo na Mungu. Hakuna kitu changu. Hata kama si chako, toa tax. Anambia andika. Na mimi nakuja kutoa tax. Amen.
Amen. Mimi nataka niinue vijana ambao wako na nguvu za Mungu. Natamani nikupe mwili wa Yesu na damu